Je, umewahi kujiuliza kwa nini mtu fulani anaweza kukaa wiki nzima bila kuhitaji kutoka nje au kuzungumza na mtu yeyote na bado akawa na furaha kuliko wewe unayekatiza kwenye klabu au sherehe kila wikendi? Kuna kitu kikubwa kinachoendelea ndani ya akili zao ambacho ulimwengu wa nje haukijui. Leo tunachambua siri 6 za watu wanaopenda kukaa wenyewe, na siri ya 4 itakubadilishia kabisa mtazamo wako kuhusu mafanikio. Je, upweke ni udhaifu au ni silaha ya siri iliyojificha? Hakikisha huikosi siri ya 4 na ya 6. Kama bado hujasubscribe, fanya hivyo sasa hivi ili usipitwe na madini kama haya kila siku. Siri ya kwanza: ubongo wao unafanya kazi tofauti. Mental clarity. Watu wanaopenda kukaa wenyewe wana mfumo wa akili unaoitwa deep processing. Wakati watu wa kelele wanapata nishati kupitia maongezi, hawa wapenzi wa upweke wanapata nishati kupitia mawazo. Wanapokuwa peke yao, ubongo wao unahamia kwenye hali ya alpha waves, hali ambayo inaruhusu kutatua matatizo magumu, kupata mawazo mapya na kuona vitu ambavyo wengine wamevipita. Hata simu nayo ikijaa mambo mengi huwa inapunguza kasi. Mtu mkimya anazima kelele za nje ili kutatua matatizo magumu ambayo wengine wanashindwa hata kuyaona. Siri ya pili: uteuzi mkali wa marafiki. High quality circles. Kuna dhana potofu kuwa hawa watu hawana marafiki. Ukweli ni kwamba wana viwango vikali sana. Siri yao ni kwamba wanathamini ubora kuliko wingi. Hawa watu hawawezi kupoteza muda kwenye maongezi mepesi ya small talk kama hali ya hewa au udaku. Wanatafuta mahusiano yenye maana. Ukifanikiwa kuwa rafiki wa mtu anayependa kukaa peke yake, ujue amekuamini kwa kiwango cha juu sana. Upweke wao unawalinda na fake friends na drama zisizo na msingi zinazowachelewesha watu wengine. Siri ya 3: kujitegemea kihisia. Emotional independence. Siri hii ni kama superpower. Watu wengi wanahitaji kusifiwa au kuthibitishwa na wengine ili wajisikie vizuri. Lakini mtu anayependa kukaa peke yake amejifunza kutafuta furaha ndani yake. Wanajijua vizuri. Wanajua udhaifu wao na nguvu zao. Hii inawafanya wasitikisike kirahisi na maneno ya watu au chuki za nje. Hawahitaji likes za Instagram au makofi ya watu ili kujua thamani yao. Hii inawapa ujasiri wa kufanya mambo makubwa hata kama hakuna anayewaunga mkono mwanzoni. Mtu wa kawaida hupata huzuni asipopata likes mtandaoni, lakini furaha ya mkimya haitokani na simu yake. Wamejenga amani ya ndani kiasi kwamba hawawezi kuyumbishwa na maneno au chuki za ulimwengu wa nje. Siri ya 4: uwezo mkubwa wa kuchunguza. Hyper observation. Wakati wengine wanazungumza, wao wanatazama. Watu wanaopenda upweke ni wataalamu wa body language na psychology. Wana uwezo wa kugundua mtu anayedanganya, mtu mwenye nia mbaya au fursa iliyojificha katikati ya vurugu. Kwa sababu hawatumii nguvu nyingi kuzungumza, milango yao mingine ya fahamu iko wazi zaidi. Hii ndiyo siri inayowafanya wawe viongozi wazuri na wafanya maamuzi imara. Wanajua kinachoendelea kabla hata hakijatamkwa. Kwenye kikao, wakati kila mtu anashindana kusema, mkimya anasoma body language ya kila mtu chumbani. Wanagundua uongo au fursa zilizojificha kwa sababu masikio yao hayajazibwa na sauti zao wenyewe. Siri ya 5: hawana hofu ya kupitwa na jambo. Watu wengi wanaishi na ugonjwa unaitwa fear of missing out. Hofu ya kupitwa na sherehe, tukio au trend fulani. Wapenzi wa upweke wana siri inaitwa joy of missing out. Wanafurahia kupitwa na mambo yasiyokuwa na tija ili kulinda amani yao. Wanaelewa kuwa huwezi kujenga himaya yako ikiwa kila saa unawasiliana na ulimwengu wa nje. Wanajua kusema hapana bila kujisikia vibaya. Hii inawapa muda mwingi wa kufanyia kazi ndoto zao. Siri ya 6: ustahimilivu na nguvu ya ndani.
Siri ya mwisho ni kwamba watu hawa ni wagumu sana kuvunjika. Maisha yanapokuwa magumu na kila kitu kinaporomoka, watu wanaopenda kukaa wenyewe wanajua jinsi ya kurudi ndani yao na kupata utulivu. Hawakimbilii kulewa au kutafuta kelele ili kusahau maumivu. Wanakaa nayo, wanayachambua na wanatoka wakiwa imara zaidi. Upweke umewafundisha kuwa daktari wao wenyewe na mshauri wao mkuu. Kumbuka, kuwa mkimya haina maana huna cha kusema. Inamaanisha tu unachagua nani wa kumsikiliza. Kama video hii imekuthibitishia kuwa upweke wako ni silaha na sio udhaifu, basi unajua sehemu unayostahili kuwa ni hapa. Bonyeza subscribe kujiunga na kundi la watu wanaotumia akili zaidi ya kelele. Asante kwa muda wako. Naendelea kujenga himaya yako kimya kimya. Tukutane kwenye video ijayo.